Hali gani mtazamaji wa Shamsu TV? Ukiwa unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata habari na info mbalimbali. Leo tunakurudisha zamani za kale kidogo. Mwaka 1973 katika nchi ya China, katika studio kubwa kabisa za Golden Harvest, ambapo tunakutana na mtaalamu wa movie za mapambano, si mwingine ndugu yetu Bruce Lee. Kipindi hicho alikuwa akiandaa movie yake mpya Enter the Dragon. Sasa baada ya kazi nzito, ulifika muda wa mapumziko kidogo, ndipo Bruce Lee akaamua kwenda maliwaton. Iliwashtusha kidogo watu, kwani alitumia zaidi ya dakika 30 pasipo kutoka nje. Ili washtua wafanyakazi wenzake, wakaenda chooni kumgongea, vipi ndugu yetu, mbona kimya? Na hapo iliwashtua zaidi baada ya kumkuta Bruce Lee akitapata. Wakampa msaada wa haraka. Baada ya hapo, mkuu wa studio hiyo bwana Raymond Chow, ambapo baada ya kupiga 911 yeye akampigia daktari wa Bruce Lee alifahamika kwa jina la Langford, ambapo baada ya kuelezewa tukio hilo akamuru Bruce apelekwe hospitali kutokana na hali ya Bruce Lee kuonekana kuwa kama ana kifafa. Hivyo daktari wake akamtafuta mtaalamu wa mambo ya mifupa ambaye alijulikana kwa jina la Dr. Wu, ndio jina alofahamika. Ndipo bwana Wu akagundua kwamba Bruce Lee ana uvimbe katika ubongo wake, pia ana madawa mengi ya hashishi katika ubongo wake. Hivyo akampa vidonge ambavyo vilikuwa vinapunguza uvimbe huo. Baada ya tukio lote hilo, wakamtaarifu mkewe Bruce Lee, akafika hospitali na kuja kumchukua mumewe. Basi bwana, baada ya pilika zote hizo, bwana Bruce Lee akawa ameepuka kifo. Akaendelea na pilika za kila siku, akarudi kwa daktari wake, wakafanya utafiti zaidi, ndipo akagundulika bwana Bruce Lee ana kifafa. Lakini kifafa hiki hakikujulikana kimesababishwa na jambo gani. Hii ikaendelea kuacha mdomo wazi. Ilikuwa ni tarehe 20 Julai, ni siku ambapo Bruce Lee ilitakiwa awe na mke wake Linda, maana ilikuwa ni muda kidogo hawajaonana. Lakini kabla ya kuonana na Linda, alikuwa ana appointment na marafiki zake. Bruce Lee alikuwa na appointment na Raymond Chow, ambapo walikuwa wakiandika script ya movie yao mpya ya Game of Death. Walionana saa 8 mchana na wakapiga kazi mpaka saa 10 jioni, ambapo walitakiwa kwenda kuonana na mtu mmoja alijulikana kwa jina la George katika hoteli ya Myanmar. Lakini kabla ya kwenda huko, waliamua kwanza wampitie mwanamama Betty Ting Pei. Lengo lilikuwa ni kumwomba acheze katika movie hiyo walikuwa wakiandikia script. Walipofika wakati huo, walienda moja kwa moja mpaka kwa Lei, ambaye walikuwa wakimshawishi na kumshauri ili aweze kuigiza katika movie hiyo. Lakini before hajaongea maneno mengi, bwana Chow aliwaacha Bruce akiwa na Betty. Ghafla Bruce alianza kulalamika, kichwa kilikuwa kinamuuma, kinamgonga, akalalamika. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi na zaidi, ambapo Bruce Lee alienda kupumzika kwenye kitanda cha Betty. Hiyo ilikuwa kama mida saa 3 usiku. Baadaye Lei Chow alimpigia simu Betty kwamba mbona Bruce apokee simu zake, akamwambia kalala. Lei akaenda kumwamsha. Alitumia zaidi ya nusu saa kumwamsha bwana Bruce Lee, lakini Bruce hakuamka. Ikabidi akimbizwe hospitali usiku wa manane. Madaktari walifika na walijaribu kufanya kila linalowezekana ili kumwamsha bwana Bruce Lee, lakini Bruce Lee akawa ameiacha dunia. Lei alimpigia simu Linda kumwambia hali iliyotokea, kwamba mumewe amefariki katika hospitali ya Queen Elizabeth saa 5 usiku. Ndipo taarifa za kushtusha zikatolewa kwa Bruce Lee hawanaye tena. Inasemekana madawa ya kupunguza maumivu ndio yalosababisha kifo cha bwana Bruce Lee, kwa sababu bwana Bruce Lee alikuwa akitoka mazoezini akijisi maumivu kidogo, basi anakula dawa. Lakini kifo cha bwana Bruce Lee
kina nadharia nyingi, na hii ni miongoni mwa nadharia ya kifo cha Bruce Lee. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili tukupe nadharia nyingine inayotokana na kifo cha Bruce Lee. Asanteni. Ni mimi Gwiji la History.